ni story ya muda mrefu kidogo, na sasa mwanadada anayefahamika kwa jina la Reshona Lenfair amejitokeza hadharani na kukiri hadharani kwamba yeye ndiyo msichana ambaye alionekana kwenye mkanda ule wa ngono wa R. Kelly ambao ulivuja mwanzoni mwa miaka ya 2000 kuwa ni yeye. Wakati mkanda ule wa ngono unavuja tayari miaka kadhaa ilikuwa imepita, lakini wakati mkanda ule wa ngono unarekodiwa ambao R. Kelly mwenyewe alijirekodi alikuwa na umri wa miaka 14. Kwa watu ambao walishuhudia mkanda ule, jamani, msije mkaniuliza kama mimi niliuona au sijauona. Mimi nazungumza, inawezekana uliuona. Watu walioshuhudia mkanda ule walikuwa wanazungumza namna ambavyo mtoto yule mdogo alikuwa akifanya alikuwa akiyafanya na R. Kelly kama mtu mzima, jambo ambalo linaashiria kwamba alikuwa groomed, yani tayari alikuzwa katika alishatengenezwa katika mazingira R. Kelly mwenyewe. Sasa katika taarifa ambayo Reshona amejitokeza na kuongea sasa na chombo cha habari, amezungumza kwamba ni kweli R. Kelly alikuwa anamgroom tangu akiwa binti mdogo sana, na alikuwa akimwaminisha baadhi ya vitu ambavyo alikuwa akihisi kwamba akivifanya vitakuwa ni makosa, ikiwemo sasa kukiri kwamba yeye ndiye ambaye alihusika katika kesi ambayo iliunguruma mwaka 2008 ambayo R. Kelly alikuja akachomoka mara ya kwanza kabla ya ambayo ilimtia kifungoni. Msichana huyu Reshona Flair alitakiwa atoe ushahidi kuthibitisha tu kwamba yule ambaye alikuwa anafanya kitendo kile na R. Kelly ni mimi, lakini alipaisha na alikataa kuthibitisha kwamba yule ni yeye, na hivyo basi hiyo kesi imeishia hapo kipindi kile, na R. Kelly akaendelea kupeta uraiani kwa sababu mhusika amegoma. Yes, lakini inasemekana kwamba kulikuwa kuna mambo mengi ambayo alikuwa akifanyika behind katika kujiprotect, na utakumbuka kwamba wakati huo R. Kelly bado alikuwa ni msanii ambaye ana nguvu sana. Itakumbukwa kuwa kulikuwa kuna mwanamuziki anaitwa Sparkle ambaye alikuwa ni moja kati ya watu waliokuwa wanafanya kazi na R. Kelly, na walifanya ngoma nzuri tu miaka hiyo ya nyuma, ikiwemo inaitwa Be Careful, lakini walikuja kugombana sana kwa sababu Sparkle huyu Reshona Flair ni binamu yake, na kama utakumbuka vilitokea vita vikubwa sana baina ya R. Kelly na Sparkle, kama ni msanii ambaye alimsaidia kutoka wakati huo, na mara baada ya ile vita Sparkle alipotea pia kwenye muziki kwa sababu tayari alikuwa ameshatofautiana na R. Kelly na nini, lakini Sparkle alipambana kwa muda mrefu sana kwa sababu yule ni binamu yake, na inasemekana Sparkle pia aliingia kwenye mgogoro na familia. Ni kama familia ilikuwa inataka kumprotect R. Kelly, lakini Sparkle akawa amezidiwa, unajua alizidiwa na familia. Kwa hiyo sasa Reshona Flair ambaye sasa hivi ana umri wa miaka 41 amesema kwamba amechoka kuishi katika hicho kivuli na ameamua sasa kuzungumza ukweli, na kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa vikimsumbua psychologically. Na mwaka 2008 tukio ambalo alifanya la kupaisha tunasema ambalo alitakiwa tu testify ama athibitishe kwamba yule alikuwa anaonekana pale ni yeye, lakini kwenye ile jury tunasema jury, sio kwa Kiswahili tunahitaji ni baraza la mahakama alikataa kwamba yule sio yeye, lakini sasa amekuja kuthibitisha rasmi. Hii inamaanisha kwamba pengine utata kuhusiana na R. Kelly ambaye tayari ana kifungo kirefu, maana anatarajiwa kutoka 2045 na bado kuna cases nyingine ambazo zinahusiana na masuala haya, inazidi kuwa matatani, ingawaje tayari ameshapotea, maana mpaka 2045 sio leo wala sio kesho.